Bwana, niko somewhere mbali kidogo, eneo la ubaridi hivi, ndio maana nakuta niko ndani ya koti zito, lakini haitufanyi tusipige stori zetu, tusiangalie masuala ya kiusajili yanavyoelekea na mambo yanavyokwenda. Bwana, jana kuna kitu nataka nikiweke fresh hapa kwa mashabiki wa Simba, wanatakiwa kuchukua hii picha mkae nayo kuhusu timu yenu. Jana Simba Sports kupitia mitandao yao ya kijamii walithibitisha kuachana na nyota saba. Waliweka pale kwamba wanaachana nao. Miongoni mwa nyota hao saba wapo nyota wa kigeni, wapo pia nyota wa ndani. Sasa kuna target ambayo nataka nikupe kuhusu timu yako ya Simba kwa msimu ujao. Kitu gani ambacho kinaandaliwa ndani ya Simba? Katika nyota ambao wamewaacha saba, watatu wazawa kwa maana ya Awesu Ale Awesu ambaye alimaliza spell mkataba wake na Police Kenya kule ambako alikwenda kwa mkopo, lakini pia Omar pamoja na Edwin Balua. Hao ni wachezaji watatu wa ndani. Wachezaji wa kigeni wamewaacha wachezaji wanne wa kigeni. Katika hao wanne yupo Shamu Karabwe ambaye ni golikipa, kumradhi, ambaye ni center back ambaye walimtoa Racing Abidjan kule Ivory Coast na ndo alikuwa best defender misimu miwili iliyopita nyuma, performance bora kabisa katika ligi kuu ya Ivory Coast, wakamleta ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye wakati wanamsajili ulikuwa wanaelewa Simba wanasajili quality, lakini ndani ya Simba amecheza kwa daraja lake ila haikuridhisha kwenye kiwango cha kutosha. Baadaye wakamtoa kwa mkopo akaenda TRA United na maisha yakaishia hapo, maana hawajaridhishwa kurenew mkataba wake kuendelea kusalia ndani ya Simba. Kwa hiyo wamempa asante, so ameondoka as a free agent. Nyota mwingine ambaye ameondoka ni Joshua Mutale Budo. Joshua alitokea Power Dynamos Ava Yellow na kimsingi hakuwa mchezaji anayekwenda Simba. Simba alihijak dili ya Joshua. Joshua alikuwa anakwenda Ihefu, lakini Simba kaingilia kati, nambari 10 mzuri, na aliwasumbua walivyokutana naye, wakamchukua wakamjumuisha kikosini na wamekwenda kumwacha kwa sababu mkataba pia umeenda kuisha. Nyota mwingine ambaye wamwacha ni Pinpin Kamara Musa. Yes, huyu ni golikipa. Hapo kwa golikipa nitarudi, kwa Pinpin Kamara nitarudi kwa sababu inabidi tukae kidogo hapo kwenye eneo la golikipa. Mchezaji mwingine ni Nabi Kamara. Nabi Kamara ni nyota wa Guinea ambaye alikuja hapa as a free agent na alifanya trial, lakini wakati yuko Club Africain alitoka Club Africain akaenda Arabuni, lakini mambo yakwenda vizuri, aka free agent, wakamsaini Simba baada ya majaribio. Anyways, kwenye eneo la Pinpin Kamara hapo kwa golikipa, hebu nikuwekee picha vizuri kwa sababu naona kuna watu wamepata gagaziko kuhusu golikipa. Simba magolikipa wa kigeni walikuwa na wawili last campaign msimu uliopita. Alikuwa ni Musa Kamara Pinpin pamoja na Mamadou Tanja Kasali. Hawa wote waliingia kwa scenario tofauti. Musa Kamara Pinpin tunafahamu alipata injury kubwa sana ambayo ilimweka nje kwa muda mrefu. Kwa hiyo Simba wakajua huyo hawawezi kumtumia. Kwa hiyo walichokifanya wakamtoa katika mfumo kwa makubaliano maalum. Kwa hiyo Kamara alitolewa katika mfumo wa usajili. Kwa hiyo manake aliachwa kama mchezaji huru lakini kwenye makubaliano maalum na club. Mara ya kwanza ilileta sintofahamu, alikuwa upande wa mchezaji ulikuwa unagoma, lakini baadaye wakakubaliana. Kwa hiyo akawa ametolewa kwenye mfumo. Mchezaji ambaye amesajiliwa sasa as a replacement kama mbadala wa kwenda kuziba pengo ilikuwa ni Simon Omosola, ndo alikuwa anatarajiwa. Yani Simon Omosola golikipa wa Cameroon na klabu ya Lupopo ndo alikuwa anaangaliwa zaidi kwenda kuchukua hiyo nafasi, lakini mambo yakaenda tofauti, ikaibukia kwa Mahamadou Tanja Kasali. Akaletwa Tanja kutoka kikosi cha AS Fan ya kwao Niger na ndo akawa golikipa first choice kwenye kikosi cha Simba. Tanja Kasali na mwenyewe amecheza, performance yake tumeiona wote mpaka msimu unaelekea kuisha. Sasa Simba wakati huu ambao Tanja Kasali bado yupo ni kipindi ambacho pia walikuwa wako sokoni
yani wapo sokoni, so walikuwa wapo sokoni wanatafuta golikipa mwingine. Sasa hawa wachezaji 7 ambao wame clear air, wamewaacha au wametangaza kwamba wamemalizana nao, wamewapa thank you. Hawa ni wachezaji ambao huenda wakatambulishwa na timu nyingine muda wowote, na tunafahamu dirisha la usajili la msimu huu ni liko limited sana, ni fupi, kwa sababu pia tunaelekea katika AFCON. Kwa hiyo alichokifanya ni kuwaachia hawa wachezaji ili wawe huru waweze kujoin kwenye klabu nyingine ambazo wanazihitaji, lakini sio kama Simba wamemaliza. No, hapana, kuna panga jingine litaendelea ndani ya Simba. Kuna wachezaji wengine wataondoka. Kuhusu golikipa Mahamadou Tanja Kasali, bado ni golikipa wa Simba na kuna mpango ambao unaendelea wa Simba kutafuta golikipa mwingine, na ndio maana kuna hizo taarifa za kina Benjamin Asare, Stanley Nwabali, ingawaje Nwabali anaendelea kusalia ndani ya Chipa. Hiyo story tulishawahi kuipiga pia, lakini kama watapata golikipa daraja zaidi ya Mahamadou Tanja Kasali, maanake Tanja Kasali watamwacha. Hiyo ni tafsiri yake. Hawezi kuwa na magolikipa wawili wa kigeni, lakini mpaka sasa tunapozungumza Tanja Kasali bado yupo klabuni na huenda akaja golikipa mwingine endapo watampata golikipa wa daraja ambalo wanalihitaji. Kwa hiyo mazingira yako hapo mpaka sasa hivi, lakini eneo jingine, hii Simba tunayoiona bado hawajakamilisha usajili, hawajamaliza usajili, wanaendelea kusajili kwa sababu mpaka sasa hivi kuna nyota watatu wengine wa kigeni, wawili kutoka South Africa wanahusishwa na Simba. Sasa story ya hawa nyota watatu nitakuja nazo, story za hawa nyota watatu, but mpaka sasa hivi kuna vitu bado havijakaa sawa. Unajua kuleta tetesi ambayo hata sosi yenyewe haijawa strong enough, kidogo kuna changamoto, lakini nitakuja na hizo story za hao watu watatu ambao Simba wanahusishwa nao. Tutazipiga hapa, tutaangalia hao nyota kama wanatosha kuwepo kwenye kikosi cha Simba au vipi, but mpaka sasa hivi mazingira yako hivyo, na lengo la Simba ni kwenda kurudi imara kwenye ligi kuu, yani kufanya vizuri ligi kuu for the next campaign, wachukue ubingwa wa ligi kuu, ndio kitu ambacho wanakitafuta. Lakini eneo la pili, kurudisha makali yao CAF, kuendelea kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, eneo ambalo wanaamini wao ni bora pengine kuliko klabu zote za Afrika Mashariki na Kati. Kwa hivyo wako serious na business, wanataka kusajili, na tayari kuna vyuma inaelezwa tayari washakamilisha deals zao ndani ya Simba, lakini wapo wengine ambao bado hawajakamilisha deals lakini wanawahitaji. Kwa hiyo Simba wako serious sokoni, wanahitaji wachezaji wa daraja la juu, na lengo lao ndo kama hivyo ambavyo nimeongea, ligi kuu na kurudi CAF kwenda kufanya vizuri next campaign. Na ikumbukwe wanaanza na ngao ya jamii dhidi ya Young Africans. Eneo jingine ambalo hawataki maskhara ni kupoteza mechi dhidi ya Yanga. Yani wamepoteza hapa mechi nyingi hapa katikati hapa, of course season hii kwenye hizi mechi takriban 2 za mwisho hapa wamefanya vizuri, lakini kikubwa wanataka kurejesha heshima, kwa sababu wao na Young Africans wamekuwa wakifungana, lakini mambo yamebadilika na yamekwenda tofauti. Kwa kipindi cha hivi karibuni wamekuwa wakifungwa sana. Kwa hiyo lengo ni kurejesha pia heshima, hilo ndo kubwa zaidi. Anyways, wewe una nafasi ya kutoa comment hapo kwa unavyoiona Simba yako, unatamani eneo gani liboreshwe zaidi, wapi wasajili watu wa kazi? Niandikia katika comment section, bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.